Hai, hivi karibuni serikali ya Tanzania itatangaza kuhusiana na malengo ya maendeleo kwa ajili ya miaka 25 ijayo, that is the Tanzania Development Vision 2050, ambayo ina cover mwelekeo mzima wa nchi, lakini vile tamanio la nchi kufikia ndani ya miaka 25 ijayo. Toka tulipotoka mpaka pa tulipofika ni mengi, na mikakati hii ya maendeleo imekuwa ni sehemu mojawapo ya kusaidia kwamba serikali ikawa na nchi kwa jumla ikawa imefocus kwenye kitu gani ili kuweza kukiachieve. Na katika miaka 25 inayokuja nchi imepania kufikia mambo mbalimbali, lakini kabla ya kufikia mambo hayo wamepata kutoa analysis ya miaka 25 iliyopita, that is Tanzania Development Vision 2000 to 2025, na sasa ni lazima uanalyze yaliyopita ili ujue umefika wapi na unaelekea wapi. So that's the issue. Now, katika miaka 25 iliyopita walikuwa wamedhamiria kukuza uchumi hadi kufikia uchumi wa kati, ambayo lengo hilo lilikuwa successful hadi kufikia mwaka 2020. Kila mtu anakumbuka kipindi cha Magufuli tuliweza kufikia uchumi wa chini wakati, au uchumi wa wakati wa chini, ambapo kama nchi iliweza kukua kutokea income ya per person ilikuwa ni hadi kufikia 1,080 ambayo ni 170% ukilinganisha na ile ya mwaka 2000 au 1999, ambapo mchakato bado ulikuwa unaendelea wa plan hii. Lakini nchi nyingine ilikuwa wanajitahidi ku modernize agriculture ambayo bado ni endelevu, ku drive industrial transformation, yani mabadiliko katika viwanda na teknolojia kwa ujumla, lakini kuendeleza miundombinu na ku advance technology, ambapo kutokana na hayo mipango hiyo tumeweza kufikia sehemu ambayo umaskini umepungua kutoka 36% mpaka 26%. Hiyo ni mwaka 2000 mpaka 2022, lakini issue nzima ya child stunting kutoka 48% mwaka 2005 mpaka 30% mwaka 2022. Ama tena mortality, hiyo ni vifo vinavyohusiana na uzazi kutoka watu 112 kati ya 1000 mpaka kufikia watu 43, na enrollment ya wanafunzi wa primary school kwa ujumla iliongezeka hadi kufikia mwaka 2020 tulikuwa tumeachieve hiyo by 100%. Hiyo ni kusema watoto wengi zaidi wanasajiliwa mashuleni, wana load kwenye system ya shule. Kwa maana moja au nyingine ina indicate mambo mengi. Issue nzima tulipofika na tulikotoka, maadui wetu ni wale issue zima za magonjwa, issue zima za maskini, lakini pia na ujinga. So unaweza ukaangalia kwamba for enrollment ya wanafunzi hadi kufikia 100% kwa mwaka 2020, it means kwamba tuko sehemu ambayo tunaweza kujivunia kwamba tuko sehemu ambayo na population ipo sehemu ambayo inaweza ina ujuzi katika maana ya basic kusoma na kuandika. So kwa namna moja au nyingine kuna sehemu tunakwenda. Sasa ukifika kwenye maendeleo, mpango wa maendeleo wa miaka 25 ijayo ambayo inazindiliwa hivi karibuni, unaweza ukaona kwamba kuna mambo mengi kama mjaribu kupitia ile draft yao ya mwanzoni hadi maoni ambayo yalikuwa yamekusanywa. Unaweza ukaona kwamba kuna mipango mingi, na lakini pia kuna issues ambazo zilikuwa consensus rather ambazo zilikuwa raised. Kati ya hizo kuna issue nzima ya ongezeko la watu, ambao compared to mwaka huu, mwaka 2025 tuna expect kwa angalau wa Tanzania milioni 140 ambao ni double the population. Alafu nusu ya hawa milioni 140 wanategemewa na wanatarajiwa kuwa wanaishi maeneo ya mijini, na kutokana na hivi kutakuwa kuna impact ya issue mbalimbali zitakuwa faced. Issue zima unaongelea ongezeko la watu hapa, so kuna issue zima la chakula
lakini issue zima za makazi, kazi na fursa za ajira kwa jumla. Unaangalia issue za elimu, issue za kiafya hapa. Kwa maana hiyo kuna namna mipango mbalimbali inatakiwa iwe iko in position kwa ajili ya kusaidia kufacilitate, kwa sababu si kusema 2025 2050 tutaamka tu kwamba siku moja tuko 2050. Hapana, ni kwa maana hiyo kwamba hii ongezeko la watu linakuwa kutokana na miaka inavyoenda. So ni mchakato ambao ni endelevu, lakini ni mchakato unaohitaji ujengewe msingi mzuri kutokea hapa tulipofika. Kuna mengi yalipangwa 2000 mpaka 2025 kwa namna yamekuwa achieved, lakini safari bado ni ndefu. So kwa namna moja au nyingine, mkakati huu ambao utasaidia kukava miaka 25 ijayo, ambao unajitahidi kuwa inclusive, especially kwa gender kama ya kike, gender kike, that's wanawake, kuhusisha wanawake, lakini zaidi kuhusisha nguvu kazi ya vijana ambao kwa asilimia kubwa wanaendelea kuwa wengi zaidi, kama ambavyo ilivyo kwamba globally kidunia, kwamba population ya vijana especially katika nchi za bara la Afrika inaendelea kuongezeka. So namna ya kufika mwaka 2050 pamoja na issue hizi au scenario hizi, kwamba una vijana ambao ni wengi, una watu ambao ni wengi, double the population ambao tunao sasa hizi. Kuna issue nzima za chakula, malazi, tuna issue nzima za ajira. So ndo mchakato mzima ambapo umekaa na unajaribu kukava hayo. Katika mchakato wa kufikia 2050, serikali imejaribu kuelezea namna gani ita leverage hiyo, kama ni migration nzima ya population ya vijana, lakini kuna issue nzima ya natural resources na strategic position, kwamba namna gani nchi itajiweka au itajiposition ili kukabiliana na issue hizi. Tukumbuke kwamba wakati nchi ina kumbana na nchi na issue au concerns au changamoto ambazo ni za kinchi, dunia haijasimama, maisha yanaendelea na uchumi wa dunia kama unaenda kuzorota au teknolojia inazidi kukua zaidi au global inequality inaendelea kuongezeka na climate change inaendelea kupanda. Si vitu ambavyo vinasubiria, ni vitu vinavyoendelea. Urbanization, miji inaendelea kukua, teknolojia inabadilika. Tuko Asia AI saizi, lakini namna gani tunaweza tukaleverage hivi vitu, kwamba tunaibeba hii population yote huku tukikabiliana na changamoto ambazo tunaziface ndani ya nchi, lakini pia unakabiliana na kufight off zile ambazo ziko externally, globally ziko experience na kila mwananchi wa kila nchi. Kuna mengi, lakini hayo yote yanawezekana. That's what I choose to believe. Na ukiangalia lengo lenyewe la mkakati mzima wa 2050 ni kucreate nchi ambayo imeendelea, lakini pia ina usawa, lakini pia ni resilient, yani kwa maana kwamba ni nchi ambayo imeimarika, naweza nikasema, na inafikia mahitaji ya watu wake, lakini pia imeweza kukabiliana na changamoto ambazo ni zipo, naweza nikaiweka kwa stereo. Kwa Kiingereza wenyewe walivyoiandika kwa Kiingereza wanasema kwamba ni integrated, prosperous, equitable and resilient Tanzania that meets the needs of its people and address the challenges of the world. So si tu tunajaribu kukabiliana na changamoto tulizonazo na kuoffer solutions kwa ajili ya nchi yetu tu, lakini pia kukabiliana na changamoto ambayo dunia ina face na kuoffer solutions. Hiyo ikijumuisha issues za food security, issues zima unaongelea kwenye issues za climate change, technological change, geopolitical tension. Tanzania has a part in the role to play in all of that, to ensure kwamba sisi sote tuna move pamoja. Asitaenda deep sana katika episodi hii, lakini nilitamani tutafakari mpaka hapo kwamba njia yote yanawezekana, lakini pia je, hii yanaweza fanyika? Mipango ni mingi, lakini mipango bila matumizi, mipango si matumizi wanasema. So na sisi wenyewe kama wananchi, je, tuko tayari? Tunaongelea 2050, hapa ni 25 years from now, na tunaongelea issue nzima ya kijana ambaye ana mwaka mmoja
leo namaanisha kwamba ni mvulana na mwaka mmoja leo, ndani ya miaka 25 ijayo au after miaka 25 atakuwa na miaka 26. Lakini pia unaongelea mtoto ambaye yuko tumboni leo atakuwa na miaka 25 akiwa amezaliwa na kijaliwa. Lakini pia unaongelea mtu ana miaka binti au kijana na miaka 25 leo ndo ameingia kwenye workforce. Na changamoto ni hizi kama zinavyofahamika. Issue nzima ni zile food security, issue za ajira, issue za makazi, urbanization. Vijana wengi tumetuna na population ina shift kwamba inatoka vijijini na hamia mijini. Tunajaribu kuwa face hawa wote. Ni Tanzania kama wa Tanzania, je tupo tayari, especially nizungumze na vijana. Na niseme tu kwamba kama kijana kwamba ninaweza kuliongelea hili na niko huru kuliongelea hili kwa sababu naamini kwamba kuweka mpango huu wazi unanipa ruhusa ya moja ya participate, kutambua kwamba nina mchango katika hili, lakini pili kwamba nina sehemu ya kuask accountability pale mambo ambayo yanafeli. Kwa sehemu naweza nikafanya, lakini pia nina fursa ya kuuliza wale ambao kwenye nafasi zaidi kwamba wanaweza wakafanya nini zaidi. So asking for accountability, lakini pia being responsible in my own position or in any position kwamba nimepewa role to play kama kijana, lakini pili kama mwanamke, tatu kama mwananchi. So nina nafasi kubwa sana ya ku-influence namna gani tutafika 2050. Lakini la jingine ni kwamba linanihusu. Mpango mzima umefocus ku leverage issue nzima ya youth population and women, which niko katika makundi yote mawili, lakini pia natural resource ambayo ni mwananchi, so mali ya taifa hii. Lakini issue nzima ya strategic position, ninajaribu kutambua nafasi yangu na mchango wangu katika kuhakikisha hili jambo linafanyika. Si kusema kwamba ninaweza nikafanya zaidi, lakini kama mwananchi naamini kuna kitu, na wewe kama mwananchi tukiungana pamoja na is position is identified, basi kwa namna moja au nyingine ikijumuisha hii ya kukumbushana, lakini pia kuelimishana kwamba wewe mwananchi ujue, mimi mwananchi nijue, na pamoja kuna kitu tunaweza tukafanya kufikia pale ambapo Tanzania imedhamiria kufika. Kuelekea miaka 25 ijayo, that's 2050, Tanzania itakuwa ina miaka kama 80 kitu hivi, 89 if not mistaken. Na tumepata ku experience mambo mengi, issue nzima za uongozi mbalimbali. Sasa tuko tunamalizia awamu ya 6 na uchaguzi unakuja mbele yetu. So kuna mambo mengi sana yataamua na yatakuwa na nguvu ya kuamua kwamba je, kama tunafika au hatufiki. Ni mambo madogo sana, lakini nao ni makubwa sana kuhakikisha kwamba nchi inafika kwa umoja na si mtu mmoja aliyebeba vision. Nchi kwa ujumla lazima ielewe vision hii. Whether ulikuwepo sehemu ya kukusanya maoni au ya kutoa maoni kuhusiana na mchakato mzima au katika mchakato mzima, au umepata kuiona au utaisikia siku hiyo ambapo inazinduliwa, ni sehemu sasa ya solution. So kwa maana hiyo nitatamani tupeane tu elimu ya hapa na pale, lakini pia kujadiliana yale ambayo yako mbele yetu na namna gani tunaweza tukayatumia au tukawa sehemu yayo kwa ajili ya kufikia pale ambapo tunatamani tufike. Hamna mtu ambaye hataki kuishi kwenye nchi ambayo ina maendeleo, lakini pia ina usawa, na nchi ambayo ni imara, na nchi ambayo inatoa solutions kutoka kwa ajili ya si wananchi wake tu, lakini pia dunia kwa ujumla. Tunajaribu kujiposition kama nchi kwamba nasi tupo, lakini pia tuna nafasi na tunataka kuplay an active role katika kuhakikisha kwamba sote kwa pamoja tunafika. Lakini pia turudi katika issue nzima ya uongozi ambazo tumepitia. Tunaweza tukasema na ni dhahiri kwamba ni muhimu sana kwanza tukatoa pongezi kwa wale wote ambao wameweza kushika nafasi mbalimbali katika kutufikisha hapa tulipofika. Inawezekana pia si vile ambavyo tulitarajia, lakini tumefika na tupo hapa na sisi tume experience uongozi mbalimbali zilizotusaidia kuvuka
hatua au kujifunza mambo mbalimbali. So binafsi na naona kwamba miaka 25 ijayo ni critical. So uongozi si tu ule ambao tutamani tuushangilie kwa vile ambavyo umetufikisha, lakini tupate ule uongozi ambao utatusaidia si kunyoshea vidole, lakini kutolea maswali, kupa maswali pale ambapo unakuwa umefeli kufanya lile ambalo linatakiwa lifanyike. Nitaliweka tu hivyo. Hii ni episode yangu ya kwanza, na ningetamani kwa namna moja au nyingine unatamani kuendelea kusikia kutoka kwangu. Kuna mambo mbalimbali unaweza ukafanya, lakini katika episode hii nitamani tu nikukumbushe kwamba endelea kushikilia amani yako, uliza maswali, lakini pia expect kutoka serikali. Serikali ni system ambayo ipo kwa ajili ya mwananchi. Hiyo ndo ninayoamini na ndio nilofundishwa na ndio ninayoamini ni sahihi. Ni system ambayo ipo kwa ajili ya mwananchi, kwa sababu mwananchi ndio anayefund the base, kwamba uwezo ukawa na serikali kama hamna watu wako. Serikali hiyo ina function for, wanasema it's the government of the people, by the people, for the people. The government of the people, that's democracy, whatever. Serikali ipo kwa ajili ya watu, na tunaamini katika yote ni heri, lakini kuna mambo mengi ya kujadili hapo mbeleni. So yeah, kwa lolote utakalosikia hapa ambalo litakuwa kwa namna moja au nyingine haliendani na vile ambavyo unaelewa, unaamini, ni vyema kuuliza maswali, lakini otherwise tafuta taarifa zaidi. Na kama utapenda kuendelea kusikia kutoka kwangu, basi unaweza ukasubscribe, lakini pia ukaacha comment yako, thumbs up, that's a like, au ukashare, ili kukusaidia content zikafikia watu wengine zaidi. So far naitwa Kara, na katika channel yangu nitakuwa na deal au najaribu tu tuelimishane, kupokea kutoka kwako, lakini kutoa kile ambacho ninacho kuhusiana na issues nzima za nchi, kuchukua ukuaji wa nchi, lakini pia maswali ambayo ninayo, issues nzima za accountability na responsibility za viongozi. Lakini jambo kuu ni kuelekea mwaka 2050 kuanzia sasa. So tuna safari ndefu sana mimi na wewe, na Mungu akijalia basi tutajadili yote ambayo yatakuja hapo njiani. Nikutakie wakati mwema, na see you soon, na utanisikia tena hivi karibuni. Asante sana na stay tuned.